huwezi kumvumilia mkeo akiwa pengine na hasira au wewe una hasira, na uwezi kudhibiti hasira zako mbele ya watoto wako. Kama mmefika kwenye level kama hii, it's better part ways, kila mtu aende njia yake. Yani kama mnaamua kuseparate kwa muda, kila mtu akae kivyake vyake, baada ya muda fulani mtarudi pamoja, it's fine. Lakini when they say kwamba mmekubali kukaa pamoja kwa shida na raha, shida na raha haikumaanisha kutesana. Shida na raha haimaanishi kwamba kuumizana. No, shida na raha inamaanisha kwamba shida mtakazokuwa mnazipitia kwenye maisha yenu ya kawaida ya kila siku. But when it reaches to a point ambapo hamuwezi kuelewana kabisa. Yani kuna watu wanaishi kwenye ndoa ambazo hawaelewani kwa lolote. Yani mtu anarudi nyumbani muda wake, anatoka nyumbani muda wake. Hakuna anayemwaga mwenzie. Wakiwa pamoja hakuna anayezungumza na mwenzie. Intolerable differences, yani tofauti ambazo haziwezi kufikia mwisho. Mkishafika kwenye level hiyo, ili msiuane, achaneni kwa amani. Ndoa sio jambo la lazima, kwamba ni lazima nikae. Unasema ni lazima nikae kwa sababu ya watoto, ni lazima nikae kwa sababu ya kitu fulani. Ni sawa, lakini inapofika kwenye extent kwamba unapigwa leo, umetobolewa jicho, unaenda hospitali, unapona, unarudi, anakuomba msamaha, unarudi. Kama ni mwanamume unafungiwa nje, anakataa kufungua mlango siku ya kwanza, unarudi siku ya pili, siku ya tatu, unatukana na chakula upewe, ufanyiwe chochote kwenye nyumba yako wewe ulioijenga mwenyewe. Na mwanamke unapigwa kwenye familia yako, kwenye ndoa yako na mume wako kila siku. Yani kila kirudi amelewa na kupiga, kila kirudi analewa na kupiga. And you unafika kwenye point ambao unaona kupigwa ni kawaida, unaona kuumizwa ni kawaida. If umefika kwenye level hiyo, the simplest advice naweza nikakupa, achaneni. Si lazima pelekeshane kwenye level ambayo mtaanza kuuana. Sio lazima mwende kwenye level ambayo mtaanza kuumizana kila siku. Mnapofika kwenye point ambayo hata mbele ya watoto hamwezi kudhibiti hisia zenu, unaweza ukampiga mkeo mbele ya watoto wako, ukamuumiza, ukampiga siku ya kwanza, mpaka watoto wanakuwa na trauma. Wameshazoea baba anampigaga mama mbele yetu kila siku, au mama anamtukanaga baba mbele yetu kila siku, anamrushia sufuria, anamrushia sijui kijiko, jembe, nini, anampiga na silaha butu. Kama mmefika kwenye level hiyo mbele ya watoto, the only advice naweza nikawapeni ni kwamba achaneni, ndugu zangu. Kila mtu aende zake. Mlikoana mkiwa na meno 32 sio jambo la lazima, sio ibada hiyo. Kila mtu atembee kivyake.